Ningependa look at the person on your left. Angalia aliyekaa kushoto, mahali umekaa aliye kushoto. And I want you to tell them on behalf of our father, Reverend Kawe. Na nataka uambie kwa niaba ya mchungaji wetu, We thank you because you are here. Ya kwamba tunakushukuru kwa sababu umekuja. Umwambie we appreciate you. Na tell them we appreciate you. Umwambie we love you. Na umwambie ya kwamba unampenda. I want you to tell them this. Nataka uambie hivi. I'm blessed to have you here. Nimebarikiwa kuwa na wewe hapa. Through you I see the grace of God. Nikikuona naona utukufu wa Bwana. Through you I see what God can do. Nikikuona naona vile Bwana anaweza fanya. Through you I have hope. Kupitia kwako ninatumaini that tomorrow is greater. Ya kwamba kesho itakuwa ni siku kuu. And I also want you to take a moment. Na nataka uchukue nafasi. And you can even speak a blessing to them. Na unene baraka katika maisha and tell yao. them, because I want you to see you for many more years. Na tell them kwa sababu nataka kukuona kwa miaka mingi. May the Lord bless you. Bwana akubariki. May he keep you. Bwana akuhifadhi. May everything you do excel. Mambo yote ambayo unafanya yafanikiwe. May God keep you in perfect peace. Bwana akuweke kwa amani. And perfect health. Na kwa afya. All the days of your life. Maisha yako yote. May you live to experience the goodness of God. Ukae na uone wema wa Bwana. Ukiona huyo ako na wivu aongee, enda kwa mwingine. If you feel that your neighbor is jealous, go to the other neighbor. Mwambie, may the Lord God. I will tell them, Bwana. May you experience his goodness. Uhisi uwemba wa Bwana. And his love. Na upendo wake. All the days of your life. Siku zote za maisha yako. Alafu pole pole umwambie. And slowly tell them. I know you took time. Najua ulichukua muda. Ukangara. Ukaoga. You took time to hata mimi nilikuwa nataka kusikia hiyo. Mwambie you look good. Tell them unakaa vizuri. And we bless the Lord for you. Na tunashukuru Bwana. It is asante. I know that today the Lord God will speak to us. Najua ya kwamba siku ya leo Bwana atatunenea. And I know that we had an amazing week. Na najua tulikuwa na wiki ambayo ni ya kufana sana. And I want to trust God that he has been faithful to you. Na nataka kutumaini ya kwamba Bwana amekuwa mwaminifu kwako. My only prayer. Ombi langu moja tu. I'm a teacher by profession. Mimi ni mwalimu kwa kuhitimu. Many teachers require their classes to be silent. Na walimu wengi wanapenda madarasa yao yakiwa yamenyamaza. But I love a noisy class. Lakini mimi napenda darasa ambalo lina makelele. People who are full of faith. Watu ambao wana imani. People who can encourage the pastor with an amen. Watu ambao wanaweza mtia mchungaji nguvu kwa kusema amina. A student when he sees another person sleeping. Mwanafunzi ambaye akiona mwingine amelala. You can just tell them, pastor is saying raise your hand. Anaweza mwambia ya kwamba pastor anasema inua mkono wako. In Jesus mighty name. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Mumestuka? Tuko sawa? Are we okay? Now, I teach a little bit differently. Nafundisha kidogo kwa utofauti. And because on Friday we were here and we prayed. Na kwa sababu Ijumaa tulikuwa hapa na tuliomba. Today allow me to bring you the word of God by the virtue of a teaching. Siku ya leo nikubalishe nikuletee neno la Bwana kwa mtindo wa kufundisha. I want us to explore our theme for this year. Nataka tuangalie mada yetu ya siku ya mwaka huu. I know you know it. Si pamoja tunaweza isema. So 1 2 3 go. Tuisome sisi wote. So that is the goal of my teaching. Hiyo ndio lengo la mafundisho yangu siku ya leo. But it is not my heading. Lakini sio kichwa. Praise be to God. Hallelujah. Every time you sit in such a service, kila wakati unapokaa katika ibada kama ya siku ya leo, I believe that there are 6 things that you must experience. Ninaamini ya kwamba kuna mambo 6 ambayo lazima uyahisi. Every time you come to church, kila wakati unapokuja kanisani, there are 6 things that you must go home with. Kuna mambo 6 ambayo lazima uende nyumbani nayo. We don't just come to church because it's our custom. Hatukuji tu kwa kanisa kwa sababu ni mtindo wetu wa kuja. We don't come to church because
because it's on a Sunday. Hatukuji kanisa kwa sababu ni Jumapili. There is something and someone that we are looking for. Kuna kitu na mtu ambao tunatafuta. And so every time you sit to listen to the word, Na kwa hivyo kila wakati unapoketi kusikiza neno, these 6 things should be evident in your life. mambo 6 haya lazima yapatikane katika That maisha means yako. that even today, Na yamaanisha hata siku ya leo you should go home with these ya 6 kwamba things. unafaa uende nyumbani na haya mambo 6. Number 1, as you listen to the word, Kitu ya kwanza unaposikiza neno, I want to ask yourself, nataka ujiulize, is there a promise to claim? kuna ahadi ya kuitisha. Praise be to God. Is Bwana there asifiwe. a promise that you must claim? Kuna ahadi ambao lazima uitishe. Number 2, is there a lesson to learn? Na ya pili ni ya kwamba kuna somo ambalo utalisoma. Never come to church Usikuje kanisa and go home the way you came. na uende jinsi ambavyo ulikuja. At least go home with a lesson. Enda nyumbani na kitu ambacho ulisoma. At least go home with a lesson. Ukienda nyumbani, angalau enda nyumbani na somo. Number 3 is that is there a blessing to enjoy? Kitu ya tatu ni ya kwamba kuna baraka ya kushiriki. Every time you listen to a sermon, Kila wakati unaposikiza mahubiri, I want you to be thinking, is there a blessing that God is releasing? nataka ujiulize, kunaweza kuwa na baraka ambayo Bwana anaachilia, So that you can also be a partaker. ya kwamba pia wewe ukaende nyumbani nayo. Number 4 is that is there a command to obey? Na ya ine ni ya kwamba kuna amri ya kutii. Is there a command to obey? Kuna amri ya kutii. Every time you come to church, Kila wakati unapokuja kanisa, go home with a new command. enda nyumbani na amri mpya. The goal of a sermon Lengo la ujumbe is not to increase your information, sio ya kwamba upate maarifa sana, is to lead you to a place of transformation. ni kuacha mahali ambapo unaweza That badilishwa, as you came, ya kwamba vile ulikuja you have been transformed. umebadilishwa. And transformation is not just by power. Na kubadilishwa sio kwa nguvu tu. Transformation is also by intentionality. Kubadilishwa pia ni kwa kumaanisha That I have made up my mind. ya kwamba nimeamua, Because God has given me the wisdom kwa sababu Bwana amenipa hekima, that as from today I'm going to obey Him. ya kwamba kutoka siku ya leo Number nitamtii. 5 and equally important, Ya kwamba ya tano na pia hii ni ya muhimu sana. is there a sin to avoid? Kuna dhambi ambao unastahili kuacha. Or better still, is there a sin that I'm supposed to repent of? Ama vizuri zaidi, kuna dhambi ambao nafaa kutubu. Namurajigwa. Mnanisikia? Number 6, Ya 6, what will I do differently? nitafanya nini tofauti? So you realize Unaona ya kwamba every year we have 52 Sundays. kila mwaka tuna majuma 52, But it is possible lakini inawezekana to come to church for the 52 Sundays, ukuje hizo Jumapili zote, but your life is still the same. lakini maisha yako ibaki vile vile. Because when the pastor was speaking, Kwa sababu mchungaji alipokuwa you anaongea, didn't know what was yours in the sermon. haukujua ni nini chako katika ibada. You didn't have a takeaway. Haukujua ni My nini God. chako cha kubeba nyumbani. So for 52 Sundays a whole year, Kwa hivyo kwa Jumapili 52 mwaka mzima, cumulatively the number of years you've been saved, tukiongeza miaka yote ambayo umeokoka, where is the transformation mabadiliko yako iko wapi? equivalent to what you have received? Ambayo inatoshana na kile ambacho umesikia. Praise be to God. Hallelujah. The goal of a sermon Lengo la ujumbe wowote is not to increase your information. sio kuongeza maarifa. It's not that we can go home quoting a new scripture, Sio kwamba tuende nyumba tukikaliri mstari mpya. but we can go home with a new dimension of the wisdom of God. Lakini tunaweza kwenda nyumbani na dimension na njia ingine ya kumjua Bwana. Praise be to God. Bwana asifiwe. Tunaenda vizuri. Amen. Amen. Na sasa ninaona ni 12:32. Naona ya kwamba it is 12:32 ama saa 6 na dakika 52. Can I request for 1 hour? Niulize munipatie risali moja. Simuseme amen kwa imani.
So that we can journey together. ili tuweze kuenda kwa pamoja. When I began to do ministry, Wakati nilianza kufanya huduma, I decided that I will not do ministry the way I've seen ministry being done. niliamua ya kwamba sitafanya huduma jinsi ambavyo nimeona huduma ikifanywa. I'm a son of a pastor. Mimi ni kijana wa mchungaji. And as a son of the pastor, Na kama kijana wa mchungaji, I saw believers who have been in church for 40 years. niliona waaminio ambao wamekuwa kanisani miaka 30 na miaka 40. But we still have gaps in their walk with God. Lakini bado tuna masehemu ambao ni kavu katika maisha yao. So I decided if we must do ministry, Kwa hivyo nikaamua kama nitafanya huduma, we will be intentional. itakuwa ni kwa kumaanisha. And I'll always tell people what they need to carry home. Na nitaambia watu ni nini wanahitaji kubeba nyumbani. Let's begin in the book of 2 Timothy 3:16. Tuanze katika kitabu cha Timotheo wa pili And we will begin to rush. 3:16 na tutaanza kwenda mbio. All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwabadilisha katika haki. Amen. Hallelujah. So today we are going to learn, Siku ya leo tutasoma because the word of God is useful in teaching. kwa sababu neno la Bwana ni nzuri la kufundisha. We are also going to realize what is wrong in our lives, Na tutaenda kujua ni nini ambacho kiko kasoro katika maisha yetu. so that we can glorify God effectively. Ili tukuze Bwana kwa kuamua. Ephesians chapter 4. Waefeso 4. Are we following? Tunafuata Ephesians chapter 4 verse 11 to 12. Waefeso 4:11 hadi 12. The Bible says, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service. So I want you to underline, to equip his people for the works of service. Tuendele. So that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Amen. May God bless his word. Bwana bariki neno lake. Asante chairman, umeni-encourage hapo. Asanti mwenyekiti, umenitia nguvu. Now, the Bible is saying that the reason why God gave these gifts to the church Biblia inasema ya kwamba kilichomfanya Bwana apeane hizi vipawa katika kanisa is to equip God's people for the works of service. ni ya kwamba watu wa Mungu wakaimalike katika kazi ya huduma. So today we are going to look at these works of service. So siku ya leo tutaangalia hizi huduma. Because as a responsibility, Kwa sababu kama jukumu, my purpose is to equip you. mimi ninafaa nikupatie hizi equip. Nikuelimishe. Nikujenge. Yes. Okay. For the works of service. Kwa sababu ya kazi ya huduma. Praise be to God. Hallelujah. So after this teaching, Kwa hivyo baada ya mafundisho haya, all of us must serve differently. sisi wote lazima tuhudumu kitofauti. All of us must build the kingdom differently. Sisi wote lazima tujenge ufalme kwa kitofauti. If you are blessed, say amen. Kama umebarikiwa sema amina. And the Bible continues to say Na Biblia inaendelea kusema that the reason we have these gifts, ya kwamba sababu ambayo tuko na hizi vipawa, the reason we have a pastor as a church, sababu yenye tuko na mchungaji katika kanisa, is that we can all grow ni ya kwamba sisi wote tukue until we all reach maturity, mpaka tufike kiwango ya kukomaa, until we all mature, tukomae, and our maturity is measured na kukomaa kwetu kukipimwa by how close we can come to the image and the character of Christ. itapimwa na ni kiasi gani tutaweza kukaribia kuwa
katika Kristo. So it is not by how long we've been in church, Sio ni muda mrefu kiasi gani tumekuwa katika but kanisa, how close you are to Jesus. lakini jinsi ambavyo umekaribia Kristo In Yesu. word and in character. Katika maneno na katika tabia. So if we look at your character, Tukiangalia tabia yako, we can already see Jesus. tunaweza kumwona Yesu. Something that amazes me in the scripture Kitu ambayo inanifurahisha katika maandiko is that the word of God says Jesus, the word, ni ya kwamba neno la Bwana linasema ya kwamba Yesu kama neno became flesh akawa na mwili and he walked among us. na akatembea katikati yetu. That was to tell us Hiyo ni kutuambia this scripture must be translated ya kwamba hii maandiko lazima ibadilishwe from something that we read kutoka kitu ambacho to the tunakisoma life that we live. katika maisha ambayo tunaishi. That we stop going back to the scripture every time, Ya kwamba tuache kuangalia maandiko kila but wakati. I can read the lines of this scripture Lakini naweza soma mistari ya hii maandiko through your life. katika maisha yako. So I don't need to go back to the scripture Sihitaji kuenda tena katika maandishi. to know God as love. Nijue ya kwamba Mungu akiwa upendo. Because my encounter with you Kwa sababu ninapokutana na has wewe already introduced me to the love of God. imeniletea upendo wa Bwana. I don't need to go back to this book Sihitaji kusoma Biblia to be introduced to the kindness of God. ya kwamba ndio nijulishwe huruma za Bwana. When I encounter you, Nikikutana na wewe I can already know a kind God. ninaweza kujua Mungu aliye na huruma. So if we keep going back to this book, Kama tutakaa tukiangalia kitabu kila wakati, the people of God, there is a place we are failing. watu wa Mungu, kuna mahali ambapo tunaanguka. Because we are reading the book, Kwa sababu tunasoma kitabu but our lives are not reflective of the book. lakini maisha yetu hailingani na kitabu. But the goal of this book Na lengo la Biblia is that this book should be translated. ni ya kwamba hii Biblia It should be incarnated. ituingie sisi. Hiki kitabu kinafaa kiumbike ndani yako. That the Bible should be incarnated in you. Praise be to God. Bwana asifiwe. So love is no longer something we read. Ya kwamba upendo sio kitu tu tutasoma. It is something now we should Ni experience. kitu sasa ambacho tuko katika tunafaa kuhisi. The kindness of God is no longer something we read. Huruma za Bwana zisiwe ni kusoma tu. It is something that we must Ni experience kitu ambacho tunahisi katika maisha yetu. through the people who have decided to be servants of God. Kupitia kwa watu ambao wameamua kuwa wahuduma wa And Bwana. that's how we begin to enter into a dimension called the works of service. Na hiyo ndio tunaanza kuingia katika hali ya kwamba kazi ya huduma. And that's how you begin to glorify God. Na hivyo ndivyo unaanza kumtukuza Not Bwana. by quoting the scripture, Sio kwa but kunakili, reflecting the scripture. lakini kukaa kama nakala hiyo. So don't tell me about love. Usiniambie kuhusu upendo. I have read it and I know how to read. Nimesoma na najua kusoma. When I encounter you, can I feel? Nikikutana na wewe nitaona huo Can upendo. I know Naweza kujua what this love looks like? ya kwamba hii upendo inakaa njia gani. All of us did not know what a cup looks like. Sisi wote hatukujua kikombe kinakaa namna gani. All of us did not know how a bottle look like. Sisi wote hatukujua chupa inakaa namna gani. But somebody sent you a bottle. Lakini mtu akakutumia ile And chupa. the person who gave you the bottle Na aliyekupatia ile chupa, akakwambia this is a bottle. he told you that hii ni chupa. This is a cup. Hii ni kikombe. And from that moment you knew what a cup is. Na kutoka hiyo siku ukajua kikombe kinakaaje. Nobody is born knowing what love is. Hakuna mtu hakuna mtu anazaliwa akijua upendo inakaa namna gani. We will interpret the love of God. Tutaona upendo How wa you Bwana show it to us. vile wewe utatuonyesha. This I want you to understand. Nataka uelewe hii vizuri. Because when nobody knows what is a plate. Kwa sababu hakuna mtu alijua sahani ni nini. As a matter of fact, our teachers did a bad job. Ukweli ni kwamba walimu wetu walifanya kazi mbovu. Because when you ask somebody what is a cup, Kwa sababu ukiuliza mtu kikombe ni nini, we do not have an understanding, we can only show you. hatuwezi kuelezea ila tukuonyesha. Na ndio siku ingine niliwauliza what is a chair.
And that is why one time I asked you what is a chair. And we realized that some of us were amazed Na tukaona ya kwamba wengine wetu walishangaa. that we can quote theories and scriptures. Ya kwamba tunaweza kusema maandiko. Some of you can even quote the book of Obadiah. Wengine wanaweza hata kariri kitabu cha Obadia. But when we are asked what is a chair, Lakini tukiulizwa kiti ni nini? we are not aware. Sisi hatujui. So when I ask you what is love, Nikikuuliza upendo ni nini? you can only define it by your experience. Utaniambia kwa kuihisi. When your mom tells you I love you, Wakati mama yako anakuambia nakupenda, it does not hit deeper as when she shows you. Sana kama anavyokuonyesha. So you have interpreted love Kwa hivyo wewe umetafsiri upendo based on how the church has taught you. Kulingana na vile kanisa imekufundisha. So the jealousy you see wivu ambao unaona from a scripture quoting Christian, kutoka kwa Mkristo ambaye ananakiri maandiko, that's the love that we know. Hiyo ndio upendo ambao tunaujua. And today I want us to go back to these works of service. Na siku ya leo nataka tuangalie haya maandishi ya utumishi. Because the purpose of a pastor Kwa sababu lengo la mchungaji is to equip you, ni kukupatia silaha, to show us what is wrong, ili utuonyeshe ni nini mbaya, so that we may live like Christ. ili sisi tukae kama Kristo. So that in character and in deed, Kwa tabia na kwa kufanya, we can effectively, tunaweza kuonyesha kwa njia tafiti, ama kwa njia nzuri. We can show it effectively. Praise be to God. Hallelujah. Tuko pamoja. Are we together? So I don't need to keep talking about love. Mimi sihitaji kukaa nikiongea juu ya A upendo. time has come Wakati umefika when what we quote ya kwamba tunayo becomes the life we must live. Kae maisha ambayo tunakaa. So don't talk about favor. Usiongee juu ya kibali. And every Sunday pray for favor. Na kila Jumapili uombe kibali. But you don't show people favor. Lakini wewe hauonyeshi kile kibali. God is bringing us to a place Bwana anatuleta kwa nafasi whereby what you pray is the life you live. Ya kwamba unachokiomba ndio maisha unaishi. And that's why not all prayers are prayed by the words. Na ndio kwa sababu sio maombi yote yanaombwa kwa matendo. Some prayers we pray by our lives. Maombi mengine tunaomba kwa maisha yetu. Because prayer can never manipulate the principles of God. Kwa sababu maombi haiwezi kudunisha malengo ya Mungu. Praise be to God. So if you pray, ukiomba and plant a bad seed, na upande begu mbaya, your seed is superior. Begu yako iko juu. Sasa unajua wengine venye mnaniangalia sielewi kama tuko pamoja. Some of you, the way you're looking at me, I'm not very sure that we are together. Ephesians chapter 5 verse 1. Waefeso 5 mstari wa kwanza. Follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Hivyo mtafuteni Mungu kama watoto wanaopendwa. Mkaende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa Mungu, kuwa harufu ya manukato. Praise be to God. Hallelujah. So what the scripture is telling us maandiko vile inatuambia is that the example that we must follow ni ya kwamba mfano ambao tunafaa kufuata is that of Jesus Christ, our Lord and Savior. Ni ya Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. You know, Jesus did not only come to die for our sins. Unajua Yesu hakuja tu ili afe kwa sababu ya dhambi zetu. He came as a perfect template. Alikuja kama mfano ulio bora of the life that we must live. Ya maisha ambayo tunafaa kuishi. And that's why the scripture says looking unto Jesus. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba tukimwangalia Yesu, the author and the perfecter of our faith. Aliyeanzisha na kukamilisha imani yetu. So as he lived, we should live. Kama alivyoishi na sisi tuishi vile. As he modeled, we should model. Kama mfano wake na sisi tuwe mfano. Praise be to God. Bwana asifiwe. Hiyo ni foundation. Mumeelewa? Hiyo ni msingi. So that's where we were going. Hapo ndio tunaenda. So why should we do everything that we do?
Kwa nini tufanye kila kitu ambacho tunakifanya? Because the goal of every believer, Kwa sababu lengo la kila mwaminio, before everything else comes, kabla ya kitu chochote kije, it is to glorify Jesus, our Lord and Savior. kumtukuza Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Praise be to God. Hallelujah. I know that we have so many needs. Najua ya kwamba tuna mahitaji mengi. But when you gave your life to Jesus, Lakini ulipotoa maisha yako kwa Yesu, what you decided kile ambacho uliamua is that your will is not supreme to his will. ni ya kwamba kutaka kwako kusiwe juu ya kutaka kwa Kristo. So you yielded your will, Ukatoa kutaka kwako, your life and your desire maisha yako na matamanio yako, to what the king wants from you. na kwa kile mfalme anataka kutoka kwako. So the goal of us serving God, Kwa hivyo lengo letu la kumtumikia Bwana, before we do everything else, kabla tufanye mambo hayo mengine yote, is to glorify God. ni kumtukuza Mungu. So the purpose and the goal Haja sana na mwelekeo ama lengo is that we glorify God. ni ya kwamba tumtukuze Mungu. So hii safari yenye tunakimbia, The journey that we are running, we are not aimless. sio kama hatuna lengo. Everything you wake up, Kila kitu unachoamka, every day you wake up, kila siku unapoamka, is that you have a responsibility. ni ya kwamba una jukumu, And that responsibility is to glorify na God. hiyo jukumu ni kumtukuza Mungu. So at the end of every day, Katika mwisho wa kila siku, there is one question you must faithfully answer. kuna swali moja ambao unahisi ujibu kwa uaminifu. Not only at the end of your life, Sio katika maisha yako tu, mwisho wa maisha, even at the end of this day, hata katika mwisho wa siku ya you leo. must answer the question in 1 Corinthians 10:31. Lazima ujibu hii swali, na swali ni 1 Corinthians 10:31. Wakorintho wa kwanza 10:31. The Bible says whether you eat or you drink, Biblia inasema ya kwamba ukule ama ukunywe, whatever you do, chochote ambao unakifanya, do it for the glory of God. uifanye kwa utukufu So wa the Bwana. reason we are here to build the kingdom Kwa hivyo sababu ambayo tuko hapa kujenga ufalme is because our aim, ni ya kwa sababu lengo letu, our purpose, lengo letu ama makusudi yetu is to glorify ni God. kumtukuza Bwana. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Ebu ambia mwenye ako karibu na wewe, you need to glorify God. Tell your neighbor unahitaji kumtukuza Bwana. So I want you to ask yourself, Nataka ujiulize, how have you been glorifying God? umekuwa ukimtukuza Bwana vipi? If his glory is our purpose, Kama utukufu, kumtukuza kwake ndio lengo, ndio maksudi yetu. praise be to God. Hallelujah. Some of us were taught Watu wengi wetu tulifundishwa that we can only glorify God ya kwamba tunaweza kumtukuza Bwana in a time of praise and worship. kwa wakati, kwa nafasi ya kusifu na kuabudu. But I want to submit to you Lakini nataka nikuletee ya kwamba that glorifying God kwamba kumtukuza Bwana requires your entire life, inahitaji maisha yako yote, from your decisions, kutoka kwa kuamua kwako to the life that you decide to live. mpaka maisha ambayo utayaishi. Akimumerewa hiyo foundation. Did you get that foundation? So at the end of the day, Ya kwamba mwisho wa siku God will not judge us by how perfectly we served. ya kwamba Mungu hata tuhukumu kwa vile ambapo tulimtumikia kwa ukamilifu. That weight will be measured by how much you did for his glory. Ile uzito itapimwa kujua ulifanya kiasi gani kwa sababu ya utukufu So all of us can serve, sisi wote tunaweza kuhudumu, but not all of us are serving for his glory. lakini sio wote wanahudumu ni kwa sababu ya utukufu wa Bwana. So why does God bless a man? Kwa nini Mungu anabariki mtu? If the goal of the Christian life Kama lengo la maisha ya is Kikristo to glorify God, ni kumtukuza Mungu, when God blesses a man, Mungu anapobariki mtu, his intention kutaka kwake, is that man kusudi yake ni kwamba huyu mtu may become a blessing. akuwe baraka. Praise be to God. Hallelujah. So I've led you through a very beautiful introduction. Nimekuleta katika utangulizi mzuri sana. Why scripture is supreme. Kwa nini maandiko yako
juu. Why you are seated here. Kwa nini umekaa pale? And why you must follow the word today. Na kwa nini ufuate neno siku ya Praise leo? be to God. Hallelujah. It is my first time to minister here on a Sunday. Ni siku yangu ya kwanza kuhudumu hapa siku ya Jumapili. So that foundation was important. Kwa hivyo msingi huo ulikuwa wa maana. Now are you ready for us to journey? Mko pamoja, tuko tayari kwenda safari pamoja? Gonga watu wawili waambie, are you ready? Tap your neighbor, ask them if they are ready. Are you ready to glorify God? Uko tayari kumtukuza Bwana? Are you ready to be transformed to the image of Christ? Uko tayari kubadilishwa katika kufanana na Kristo? Now, the works of service. Kazi ya ibada. Sasa nimesikia tuko vizuri. I now see we are where doing is the well. Gentleman on the keys? Kama anaweza patikana akuje tu atuguzie kidogo. Anayecheza kinanda kindly akaribia hapa, anaweza kuwa anaguzaguza katika jina la Yesu. Ni wewe. Mungu akubariki. Urotura ndugu. May the Lord bless you. Amen. Praise be to God. Hallelujah. By the way, let us appreciate him. He's doing an awesome job. Tumpigie makofi, anafanya kazi ya mzuri. Now, our God is able to bless. Mungu wetu anaweza kutubariki. And when he blesses, na akibariki, every blessing comes with a responsibility. Kila baraka inakuja na jukumu. There is no responsibility. There is no blessing. Hakuna baraka without a responsibility. Bila jukumu. When God gives you a child, Bwana akikupatia mtoto, your responsibility is to feed them and allow them to grow in the ways of God. Jukumu yako ni kumpatia chakula na kumwelekeza katika njia ya Bwana. So though you are celebrating the blessing, hata kama unafurahia baraka, you must be aware that there is a responsibility. Lazima ujue ya kwamba kuna jukumu. Hiyo mumeelewa? Have you gotten that? Praise be to God. Praise the Lord. Now today I want to talk about blessed to be a blessing. Siku ya leo nataka ya kwamba kuongea kuhusu kubarikiwa ili uwe baraka. And we will be seeking to know, na tutatafuta kujua, why God blesses men. Kwa nini Mungu anabariki watu? Now what is a blessing? Baraka ni nini? A blessing is the investment of God upon a man. Baraka ni uwegezaji wa Mungu ndani ya mtu. Praise be to God. Hallelujah. A blessing is the nature of God seen in man. Baraka ni wasili wa Mungu ndani ya mtu. Onanidi koe. Ta mimi sikujua. Praise be to God. Hallelujah. Is the nature of God seen in man. Ni uasili wa Mungu ndani ya mtu. So if God is good, so kama Mungu ni mzuri, you are blessed if you can see the goodness of God upon your life. Wewe umebarikiwa kama unaona uzuri wa Mungu katika maisha yako. If God is love, kama Mungu ni upendo, if you can see his love, kama unaona upendo wake. If God is faithful, kama Mungu ni mwaminifu, if you can see his faithfulness, kama unaweza kuona uaminifu wake, you are blessed. Wewe umebarikiwa. What is a blessing? Baraka ni nini basi? The kindness of God upon a man. Huruma za Bwana juu ya maisha ya mtu. The benefits of God upon a man. Faida ya Mungu juu ya mtu. And that's why David in Psalms 103. Na ndio maana Daudi katika Zaburi 103. He is saying, bless the Lord, O my soul. Alisema ya kwamba bariki Bwana moyo wangu. And forget not all his benefits. Na usisahau mazuri yake yote. Because you know that you are blessed. Kwa sababu unajua umebarikiwa. When you can see the benefits of God in your life. Unapoona faida ya Mungu katika maisha yako. Now, how do you know you are blessed? Sasa unajua aje umebarikiwa basi? There is a blessing that is supreme to every other blessing. Kuna baraka ambayo ni kuu kuliko zingine zote. Before I show you that you can be a blessing, kabla nikuonyeshe ya kwamba unaweza kuwa baraka, let me prove to you that you are blessed. Wacha nikuonyeshe ya kwamba wewe umebarikiwa. There is a blessing that is supreme. Kuna baraka ambayo ni kuu. There is a blessing that qualifies all other blessings. Kuna baraka ambayo inafanya zingine zote zihitimu. Haki watu wa Mungu, wekelea mkono kwa kichwa. Kindly men of God, put your hand on your chest. There chest. is a blessing. Sema kuna baraka supreme kuu that qualifies ambayo inahitimu every other blessing. Zingine zote. And that is the blessing of life. Na hiyo ni baraka ya uhai. If you did not wake up today, kama hungeamka siku ya leo, your beautiful car is not important. Hiyo gari yako ambayo ni maridadi haina your maana. Your beautiful sana. Wife haungemuona. Huyo bibi yako ambayo ni mrembo. So what qualifies a blessing?
Kwa hivyo ni nini inahitimisha baraka? is that God gave you what was important and supreme to all. Ni ya kwamba Mungu amekupatia ambacho ni cha muhimu sana na So- kuu kwa yote. So the fact that you woke up today, Na kwamba kupitia ya kwamba leo uliamuka, you know that any other blessing is important. unajua ya kwamba zingine zote baraka ni za As a muhimu. matter of fact, let me bring it closer home. Wacha nikuletee karibu nyumbani. Tutaiwekaje? That manuguniko, that complaint, oh yes. That Complaint that you have, hiyo manuguniko ambayo uko you nayo, can only complain unaweza kunugunika because you have been blessed. kwa sababu umebarikiwa. Kai. No man is able to complain Hakuna mtu ambaye anaweza kunugunika if they are not blessed. kama hawajabarikiwa. Your son is only a bother Kijana yako anakusumbua because you have a son. kwa sababu uko na yeye. Your wife is only a bother Bibi yako because you have anakusumbua a wife. kwa sababu uko na yeye. Your car is only a bother. Gari yako inakusumbua. You will complain of the tire, the engine, Utanugunika kwa because sababu you ya have it. kuvuna engine kwa So sababu the uko reason nayo. we complain, Sababu ambayo tunagunugunika. your complaint is a testament that Gunuguniko God has lako blessed you. ni asili ya kwamba Bwana amekubariki. Kwa sababu tuko nayo. Yeah, because we have it. Minus the blessing, Kama you are na not hizo able to baraka, complain. hauwezi kunugunika. If you did not wake up today, Kama haungeamka leo, rent is not an issue. pesa ya nyumba sio issue. As a matter of fact, we are all prepared a place. Kusema ukweli sisi wote tumeandaliwa And we mahali. don't have to buy. Na si lazima tununue. Rent is only an issue Pesa ya nyumba inatusumbua because you have been blessed. kwa sababu umebarikiwa. Favor is only an issue Kibali inakuwa kitu because you've been blessed. kwa sababu umebarikiwa. Munajua? Do you know? Kai. God. Tunegenaga tondu tuli arathime. Tunafanya makelele kwa sababu tumebarikiwa. Your children are a bother Watoto wako wanakusumbua because you have them. kwa sababu uko na wao. Your house is a problem Nyumba yako ni shida because first and foremost you have a place. kwa sababu la kwanza na muhimu sana uko Minus nayo. that house, Kando na hiyo nyumba, the reason you are not sleeping because of the business, kwa sababu sababu ambayo inakufanya usilale kwa sababu ya biashara. and every day you are disturbing God, Na kila siku unamsumbua Mungu is because you have ni it. kwa sababu uko nayo. And this is the reason Na hii ndio sababu why the Bible says before every prayer, ya kwamba Biblia inasema kabla ya ombi lolote, before you present your petition, kabla ulete mahitaji yako, enter his gates ingia katika with lango lake thanksgiving. na shukrani. Because if you are blessed, Kwa sababu umebarikiwa, we cannot complain, brethren, hatuwezi nugunika if we are not blessed. kama hatujabarikiwa. A shoe is a problem because I have the leg. Kiatu inakuwa shida kwa sababu niko na mguu. It does not matter how big my foot is. Haijalishi mguu wangu ni kubwa kiasi gani. As I complain, Ninaponugunika, I should thank God I have it. ninasema ya kwamba asante Bwana niko na mguu. Are we together? Tuko pamoja. So why does, now that you know you are blessed, Sasa vile unajua umebarikiwa, your weight is a problem? nokija ule. Bila appetite. Kuwa na appetite. Ati mtu anakomplainia Mungu gai, anashangaa ni nini inaendelea. That somebody is complaining, why am I this heavy? As for me, Mimi kwangu, what I know, vile it ninavyojua, does not matter what is not working. ya kwamba haijalishi ni nini haifanyi The kazi. reason why it's not working Sababu ambayo haifanyi kazi is because I've been ni blessed. kwa sababu nimebarikiwa na Before we appetite. came here, Kabla tukuje hapa, my brother amelock funguo kwa gari. ndugu yangu amefungia, he locked the keys inside the car. And so alikuwa anafikiria akiniambia maybe we will react.
And so he thought, if he tell me, I will react. But the reason why I was peaceful, Lakini sababu nilipokuwa na amani, because the reason why I could feel the way I have felt, kitu kilinifanya nisikie is vile because nilisikia. I'm among the remembered. Ni kwa sababu mimi niko kati ya I'm waliokumbukwa. among the remembered. Niko kati ya waliokumbukwa. When your car breaks down, Wakati gari yako the imeharibika. problem is not the car. Shida sio Your gari. problem, ile kitu inakusumbua What is disturbing is you? the blessing of God upon your life. Ni ya kwamba umebarikiwa na Bwana. Na dirauga ithuke. Na sisemi ziharibike. Praise be to God. Hallelujah. Now, are you blessed? Umebarikiwa? Think if you want to know the extent of your blessing, Ukitaka kujua umebarikiwa kiasi the gani? measure of your blessing, Kipimo cha baraka zako. look at your complaints. Angalia vile Because some of unanung'unika. us, we cannot look at our thanksgiving. Kwa sababu wengine wetu hatuangalii kushukuru. So, whatever you have to complain about, Hicho kitu ambacho uko nacho ndio unungunike. that is your blessing. Hiyo ni baraka yako. Hallelujah. So, are you blessed? Umebarikiwa? Are you remembered? Umekumbukwa? So, why does God bless a man now? Kwa nini Mungu anabariki mtu sasa? That's where we are going. Hapo ndio tunaenda. Let's go to the book of Genesis chapter 12. Tuone kitabu cha Mwanzo 12. Let's do verse 1, 2, and 3. Mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Or we start from 2 because of time. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all the people of the earth will be blessed through you. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Now, not many people, Sio watu wengi, all of us, we pray for the blessings of God. sisi wote tunaomba baraka za Bwana. But not many of us ask ourselves, why does God bless a man? Lakini sio wengi wanajiuliza kwa nini Mungu abariki mtu. Among all the 7 or 8 billion people in the face of the earth, Kati ya watu wote bilioni 8 ambao walio katika ulimwengu, why did God wake you up today? kwa nini Mungu akakuamsha wewe siku ya Among leo? everybody you know, Katikati ya watu wote ambao unawajua. I was on radio this morning, Leo asubuhi nilikuwa katika radio and I've received about 7 or 8 obituaries. na nimepokea matangazo ya vifo kama 8 ama 7. So as I read the obituaries, Sasa ninaposoma yale matangazo, I ask myself, Father, what have I done? nikajiuliza mimi nimefanya nini? Why did you remember me this morning? Kwa nini ulinikumbuka asubuhi ya leo? Because it is not about that I prayed to wake up today. Kwa sababu sio kwamba niliomba ili niamke siku ya As a leo. matter of fact, I did not remember. Kusema ukweli hata So sikukumbuka. why does God bless a man? Kwa nini Mungu abariki mtu? Now, God blessed Abraham. Mungu alimbariki Ibrahimu. And that's the scripture we all quote. Na hiyo ndio andiko ambato sisi wote tunalinakiri. But beyond the blessing that God spoke to Abraham, Lakini zaidi ya baraka ambazo Bwana alinenea Abrahamu, after all the promises, ya kwamba baada ya ahadi zote, now he reveals his intention to bless him. akafunua matakwa yake ya kumbariki. Praise be to God. Hallelujah. He reveals his intention to bless him. Akafunua matakwa yake ya kumbariki. Praise be to God. Hallelujah. Ndivyo unajua kwa darasa ni nani anashika. Praise be to God. Hallelujah. So God told Abraham, Mungu akamwambia Ibrahimu, I will bless you. nitakubariki. But beyond me blessing you, Lakini zaidi ya mimi kukubariki, there is a requirement I have from you. kuna jambo ambalo nalitaka kutoka kwako. I will bless you. Mimi nitakubariki. I will make your name great. Nitafanya jina lako kuwa kuu. And you Na wewe will be a blessing. utakuwa baraka. Acha nirudie. Let me repeat. The reason why God has blessed you, Sababu ambayo Bwana amekubariki, the reason why you woke up today, sababu ambayo uliamka siku ya leo, is that at the end of the day, ni ya kwamba baada ya mambo yote you should bless somebody. wewe uwe baraka kwa mtu. Because you are blessed, Kwa sababu you umebarikiwa, should bless somebody. na wewe ubariki mtu. Now, a man is one of two things. A man. Mwanadamu ni moja ama lingine. And
It does not matter how beautiful you look today. Na haijalishi wewe ni mrembo kiasi gani siku ya leo. You are either in one of these two categories. Wewe uko katika hizi viwango mbili. Moja yake. Today there is somebody thanking God because of you. Siku ya leo kuna mtu anashukuru Mungu ni kwa sababu yako. And today as you are seated here, na siku ya leo kama umeketi pale, there is somebody crying because of you. Kuna mtu ambaye analia kwa sababu yako. Hata mkikaa wazuri namna gani, even if you look how good, what I'm telling you is true. Vile ninawaambia ni ukweli mtupu. To some of you, you are a blessing. Wengine wenu ni baraka. To some of you, to some people, you are the curse. Na wengine wenu kwa watu wengine nyinyi ndio laana. As we pray, Father, tunapoomba Mungu, destroy every enemy. Haribu kila adui. You are the enemy. Wewe ndiye adui. As we pray, tunapoomba, Father, Baba, every arrow kila mshare that rises against me, inainuka kinyume you are the arrow. Wewe ndio yule mshare. So we are rising against you. Kwa hivyo wanainuka kinyume na wewe. So some of the battles we fight, vita zingine ambazo tunapigana, is because we are the enemies to the people who cry before God. Ni kwa sababu sisi ndio maadui ya watu ambao wanaomba mbele za Bwana. But when we are seated in church, na ya kwamba tunapoketi kanisani, you can see angel Ezekiel. Unaona malaika Ezekiel. You can see angel Hannah. Unaona malaika Hana. Little did we know kidogo tu ndio tulijua that somebody somewhere ya kwamba mtu is mahali crying because of you. Analia kwa sababu yako. We want to build the kingdom. Tunataka kujenga ufalme. But we don't build this kingdom by coming to church. Lakini hatujengi ufalme kwa kuja kanisani. We build this kingdom by becoming the word. Tunajenga ufalme kwa kuwa mwenye Jesus the Logos. Yesu the Logos. Yesu neno lililoandikwa. Yesu neno. He became the word that he lived. Alikuwa neno ambalo aliishi. So every man, kwa hivyo kila mtu, must bring this book, lazima achukue hiki kitabu, from the text, kutoka kwa kuandikwa, to life, kuishi. And the way we do that, na jinsi ambacho tunafanya vile, is the goal, ni lengo, that has been released to Abraham. ambayo imeachiliwa kwa Ibrahim. Be a blessing. Kuwa baraka. That's how we glorify God. Hivyo ndio tunatukuza Mungu. Ni yakwa. Ni yangu. Utakuganda kurathima ndiajetie. Unaweza sema nimekubariki sijaanza. Praise be to God. Hallelujah. Now I want us to look at two people in the scripture quickly. Nataka tuangalie watu wawili katika maandiko kwa uharaka. In the book of Bethesda, katika in the book of John, katika kitabu cha Yohana, there is a pool, we know the pool of Bethesda. Kuna birika tunajua ilikuwa inaitwa Bethsaida. Hebu sasa niangalieni, achana na notes tutatuma. Look at me. Tutapata zile notes. There is a pool called the pool of Bethesda. Kuna birika ambayo inaitwa Bethsaida. The Bible reveals, Biblia inafunua, that there was a man, Reverend Ananias, ya kwamba kuna mtu Reverend Ananias, who had waited, ya kwamba alikuwa amegoja for 38 years, miaka 38 to be healed. Aponywe. Hii ninataka muelewe. If you miss this tutakosana. I want you to get this. Wagetia hane tukuhitania. Turehire kiharo guku. Tumeleta waja huku. Praise be to God. Hallelujah. 38 years. Miaka 38 waiting to be healed. Akigoja aponywe. Now the scripture reveals, Biblia inafunua, that for the 38 years, ya kwamba hiyo miaka 38, the angel of the Lord, ya kwamba malaika wa Bwana, used to come, alikuwa anakuja, stir the pool, anakoroga, and whoever was first to enter into the pool, na aliyekuwa wa kwanza kuingia katika birika, received their healing. alipokea uponyaji. But there was a man, lakini kuna mwanaume mmoja, who had waited for 38 years. ambaye aligoja miaka 38. My God, there was a man, kulikuwa na mtu, who had waited for 38 years. aligojea miaka 38. Now Jesus is passing, na Yesu anapita. because the Bible says wherever Jesus went, kwa sababu Biblia inasema popote Yesu alienda, he went doing good. alienda kitenda mema. So there was a man, so kulikuwa na mtu, who had waited for 38 years. ambaye alikuwa amegoja miaka 38. And there was Jesus. na kulikuwa na Yesu. Wherever he went,
mahali he alitembea, went doing good. alienda akitenda mema. There was a man Kulikuwa na mtu who had waited for 38 alikuwa years. amegoja miaka 38. Jesus saw the man Na Yesu akamwona yule and realized na akajua this man had waited for a long time. huyu mtu amegoja hapa muda mrefu. Jesus goes to the man Yesu akaenda kwa yule mtu and asks the man, anamuuliza, I know you have waited. najua Do umegojea, you want to get well? unataka kuponywa. The man gives a response Na huyu mtu anamjibu Yesu that we will study for generations. ya kwamba jibu ambayo tutalichunguza kwa vizazi. Na vizazi. Praise be to God. Amen. Guy, tuko pamoja. Are we together? Kegeira shamai. Ni tamu sana. So 38 years. Miaka 38. And his response na jibu yake is that I have no man. ni ya kwamba mimi sina mtu. He was right. Alikuwa ni kweli. Because he had waited. Kwa sababu alikuwa amegoja. And he knew the pattern of the miracle. Na alijua jinsi ya baraka. A man had to hold his hand. Ya kwamba mtu angemshika mkono. And put him into the pool. Na muweke kwa birika. But for 38 years. Na miaka 38. He had no man. Hakuwa na mtu. But let me ask you a question. Acha nikuulize For swali. the 38 years. Miaka hiyo 38. Was the man eating? Alikuwa nakula. For the 38 years. Hiyo miaka 38. There were men to feed him. Kuna watu walikuwa wampatie chakula. But nobody. Lakini hakukuwa na mtu. That is the church today. Hiyo ndio kanisa ya siku ya leo. For 38 years, my God. There was a man. Kuna mtu who had no man. Ambaye hakuwa na mtu. And so he waited. Na kwa hivyo akagoja. In pain. Na kwa uchungu. Seeing God opening doors for other people. Akiona Mungu akifungulia wengine who milango. had men. Ambao walikuwa na watu. For the 38 years. Miaka 38. Every single day. Kila siku. When the angel came. Malaika alipokuja. Somebody was healed. Kuna mtu aliponywa. Except one man. For 38 years. Miaka 38. That is the situation of many in church today. Hiyo ndio hali ya wengi katika. The reason you are struggling. Ya kwamba kwa nini unasumbuka? Is because there is no man. Ni kwa sababu hakuna mtu. Who has decided to be a blessing to you. Ambaye ameamua kuwa baraka kwako. So the purpose of the church. Kwa hivyo kusudi la kanisa. Is that nobody will go to Jesus. Ni ya kwamba mtu asiende kwa Yesu. And say the reason I didn't preach. Asiseme ya kwamba kwa nini sikuhubiri. My mazeli kofeli is because I had no man. Ni kwa sababu sikuwa na mtu. The reason I didn't fulfill my destiny. Kwa nini sikufika katika hatima yangu. Is because I had no man. Ni kwa sababu sikuwa na mtu. The reason I was in pain. Kwa sababu for the 38 years. Kwa miaka 38. Is because I had no man. Kwa sababu sikuwa na mtu. Now this man was paralyzed. Huyu mtu alikuwa amepooza. For 38 years he found men and women to feed him. Miaka 38 alipata watu wa kumpatia chakula. But they also knew what they could have done. Lakini walijua ni nini kingine wangefanya. To bless the man. Ili wambariki. Some of you, you've been helping your family members. Wengine wetu mmekuwa mkisaidia watu wenu wa familia. But not enough to bless them. Lakini sio ya kutosha kuwabariki. You want to help them. Unataka kuwasaidia. But under your wings. Lakini chini ya mabawa yako. But you have the power. Ya kwamba uko na uwezo. And you know what you must do. Na unajua ni nini unafaa kufanya. Some of us in church. Wengine wetu katika kanisa. We know we've been given the power. Tunajua tumepewa nguvu. You can pick a young man. Unaweza shika kijana. And help him. Na umsaidie. Until he sees Jesus. Mpaka aone Yesu. So he will not wait for 38 years. Hautagoja miaka 30. Waiting for his blessing. Ukigojea baraka yake. Because the pattern is this. Kwa sababu mtindo ni huu. Instead of giving me food. Kuliko unipatie chakula. Dip me into the pool. Niweke kwa birika. Now, he was paralyzed. Alikuwa amepooza. Ongeza kidogo. He was paralyzed. Alikuwa amepooza. There was a similar man. Kulikuwa na mtu kama huyo. With the same condition. Na yeye alikuwa na hali kama hiyo tu. But the Bible records. Lakini Biblia inasema. This man. Ya kwamba huyu mtu. Had 4 friends. Alikuwa na marafiki 4. Now Jesus. Naye Yesu. Was somewhere teaching. Alikuwa mahali anafundisha. There was a man. Kulikuwa na mtu. With a similar condition. Alikuwa na hali kama hiyo. Paralyzed. Amepooza. He could not move. Hangetembea. But something beautiful. Lakini kitu he had 4 friends. Ya kwamba alikuwa na marafiki when the friends heard about Jesus. Marafiki waliposikia kuhusu Yesu. They knew you could not help yourself. Wakajua ya kwamba haongeza kujisaidia. But we know where Jesus is. Lakini tunajua Yesu wako wapi. So they decided. Wakaamua. We will carry him. Tutambeba. To where Jesus is. Mahali ambapo
ambapo Yesu ako, when they got to the place, wakati walifika mahali pale, oh my God, my God, my God. When they got to the place, mahali walifika, they could not see Jesus hawangeona Yesu because there were so many kwa people. sababu kulikuwa na watu wengi sana. This man was paralyzed, Huyu mtu alikuwa amepooza, still paralyzed. alikuwa amepooza, He could not move. hangetembea, He could not do anything. hangefanya kitu. But the 4 friends decided, Lakini marafiki wengi the day you must see Jesus, ya kwamba siku ya it leo is lazima today. umuone Yesu, utamuona leo. These 4 friends decided, Hawa marafiki wanne the wakaamua day for your healing, ya kwamba siku ya it is uponyaji today. wako ni leo. These 4 friends decided, Marafiki wanne wakaamua this is your condition, kama hii ndio but hali you are not yako, going home the same. lakini hauendi nyumbani vile You know vile. what they did? Unajua walifanya They nini? broke the roof, my God. Walivunja They paa. broke the roof. Walivunja paa. Do you have somebody Uko na mtu who can be a blessing to ambaye you? anaweza kuwa baraka kwako? It does not matter the price. Haijalishi It does not gharama. matter the cost. Haijalishi That they gharama. can break the roof. Ya kwamba wanaweza toa paa. I don't know what that means for you. Sijui hiyo inamaanisha But do nini. you have somebody Lakini uko na who can mtu break the roof? ambaye anaweza bomoa paa. This is how we build the kingdom. Hivi ndivyo tunajenga Breaking ufalme. the roof for one of us. Tunabomoa paa ni kwa sababu ya mmoja wetu. My God, my God, my Hallelujah. God. My God. Hallelujah. Now, the revelation is not even there. Ufunuo hata hauko hapo. Hatujaanza. We have not started. The revelation is Ufunuo ni the paralyzed man did not matter. ya kwamba mtu aliyepooza Pastor hakujalisha. Samuel Ebusikiza hii. Sikiza hii. The Bible says, Biblia inasema when Jesus wakati Yesu saw their faith, aliona imani yao, not the faith of the paralyzed man. sio imani ya aliyekuwa When amepooza. Jesus Wakati Yesu saw their faith, aliona imani he yao, told the paralyzed man, akaambia aliyepooza, rise up and walk. simama tembea. Your sins have been forgiven. Dhambi zako zimesamehewa. The church today, Kanisa la leo you might not see my faith. unaweza kosa kuona imani yangu. But if there are 4 men Lakini kama kuna watu who wanne have decided we must build, ambao wameamua ya kwamba my God, my God. If there are 4 men, kama kuna watu wanne 4 women wamama who wanne have decided ambao wameamua we must preach, ya kwamba lazima we will uhubiri. preach. Lazima uhubiri. Because when Jesus saw their Kwa faith, sababu Yesu alipoona imani yao. so one had no man, Mmoja hakuwa na mtu, one had 4. mmoja alikuwa na wanne. Some of us are in church. Watu wengine wetu tuko kanisani, We are in our communities. tuko katika jamii zetu, But our response to Jesus is still the same. lakini majibu yetu kwa Yesu ni moja: I have no man. sina mtu. Meanwhile, God is asking, you are in a church. Mungu anauliza uko katika kanisa. Reverend Kawe is asking, how can we raise 100 million? Reverend Kawe anauliza tutoe aje pesa ifike milioni milioni My 100. prayer is that before God, Lakini my prayer before God ombi langu mbele za Bwana is that his response ni ya kwamba jibu yako will not be, I have no man. ya kwamba isiwe mimi sina mtu, That God will raise 4 men ya kwamba Mungu 4 women on this side wamama wanne who will hold the pastor's hand ambao watashika mkono wa and Mungu tell him, man of God, na wamwambie mtu wa we Mungu must move. lazima tusonge. That's how you become a blessing. Hivyo ndio tunakuwa baraka. Some of us, your problem Watu wengine shida yetu is because you consider a blessing to be an investment. ni kwa sababu unachukua baraka kuwa kama ni kuigiza. You only help where you can be helped. Unaweza saidia mahali ambapo unaona faida yake. Msijifanye wazuri. Kama unajua mtu hawezi kusaidia, You know, if you know that you cannot help. wewe unajua. You know. Yes. Na unajuaga nikikusaidia leo, You know that ninakupata pale. if I help you today, I will get you over there. My God, my God, my God. Ini muranyita. Are you getting it? So the problem with us Shida yetu is that we are preaching, ni ya kwamba tunahubiri, but the body is organ on itself. lakini mwili ni sehemu kivyake. There is no unity in the body. Hakuna kushikana katika mwili. But the unity means Na ushirika unamaanisha the 4 friends marafiki wanne are available. wanaweza patikana. Now there is nothing that Jesus did. Hakuna kitu ambacho Yesu alifanya. Sasa sikiza tumalizie. Listen, we finish. There is nothing that Jesus did. Hakuna kitu Yesu alifanya. Jesus himself
Yesu yeye mwenyewe that did not require the participation of man. hakuhitaji watu wahusike. I'm a man who proves the word. Mimi ni mtu ambaye anadhihirisha neno. His first miracle Ya kwamba muujiza wake wa kwanza in Cana of Galilee. katika kanda ya Galili. His mother comes and tell him, Mama yake anakuja na kumwambia "Dife imeisha. The wine is empty." Yes. The wine is over. Yes, the wine is over. And his mother tells him, "Do something." Na mama yake anamwambia fanya kitu. Now Jesus wondered, what can I do? Na Yesu akashindwa sasa nifanye nini? Akaona kuna madrum pale. He saw the drums, empty Poleni, drums. wacha niweke madrum hii side. Akaona Let me put the drums on this side. Akaona kuna madrum. He saw that they are empty drums. Praise be to God. Hallelujah. Jesus told them, Yesu akawaambia, "Fill these jars jazeni hizi with water." na maji. Minus those men Kando na hao watu who decided to fill the jars with water. ambao walijaza ile madrum. Though Jesus was Jesus, Hata kama Yesu alikuwa ni Yesu, we will not be reading that miracle. hatungesoma ile. That miracle is a miracle. Hiyo ni miujiza. Because the 4 men, all the 5, all the 6 Kwa sababu participated. kuna wale ambao walipatikana wa kuchota maji. If we will see the miracles that Jesus promised, Kama tutaona zile baraka ambazo Bwana ametuahidia, there must be people who are willing lazima kuwe na watu ambao to fill the jars with ya kwamba water. watajaza zile We baraka. might not remember you. Tunaweza kosa kukukumbuka. The second miracle, with no apparent order. Baraka ingine bila mpangilio Jesus is teaching ni ya kwamba Yesu anafundisha to the 5,000. na watu 5,000. Now people come and they started telling him people are hungry. Watu wanakuja kumwambia hawa watu wana njaa. Jesus being Jesus, Yesu akiwa Yesu, he could not find a way. hangekuwa na njia. Until a young boy Mpaka kijana mdogo who was given 5 loaves of bread ambao alikuwa amepewa mikate 5 and 2 fish na samaki 2, decided to surrender, anaamua kutoa. decided to yield, Anaamua kutoa. decided to be a blessing. Anaamua kukuwa baraka. Oi pole ndugu, toshelelile. Asante. We are sorry. Decided to be a blessing. Akaamua kuwa baraka. The miracle we read about Baraka ambayo tunaisoma was from a young boy ilikuwa kwa kijana who mdogo decided, ambao aliamua, "This is all I have. hii ndio tu niko nayo. But such as I have, Hizi ndio I niko give." nazo. Ninatoa. That's how 5,000. Hivyo ndivyo watu 5,000. We are not counting women and children. Hatuhesabu wa mama na watoto. Now, every time you give, Kila wakati unatoa. the principle is, The kanuni ni ama sheria ya Mungu ni hii. the principle of the Lord Ukipanda, that when you plant utavuna. you will. I believe that young boy Ninaamua ya kwamba ninajua huyo kijana mdogo went home with a full basket alienda na kikapu to the kimejaa, mother na akapelekea and told mama. the mother, "See what the Lord has done. Na akaambia mama, ona vile Bwana See what the Lord has done." ona vile Bwana amefanya. The church today needs a young boy. Kanisa la leo ni kijana mdogo. Linahitaji. The church needs a young boy Kanisa linahitaji kijana who mdogo can say, "All I have ambaye anaweza sema hii yote the tu ndio 5 niko loaves nayo. of bread Ni hii tu mikate 5 and 2 fish." na samaki 2. Mumeelewa hiyo? Are you getting that? Now, those are men and women who decided to be a blessing. Hao ni watu ambao waliamua kuwa baraka. Now, let me deal with some wicked characters in the church. Wacha nishughulikie watu ambao ni waragai hapa. If you are one of them, put your name. Kama wewe ni mmoja wao, weka jina yako. Apostolic ndivyo inakuaga. Kana tohuhe. Dahetia mwakiuga. Watume wako hivyo, nikikosa mseme. There was a woman called Hannah. Kulikuwa na mama aliyekuwa anaitwa Hana. The reason why she was crying before God Sababu alikuwa analia mbele za Bwana is because of one remembered woman. ni kwa sababu ya mtu mmoja aliyekumbukwa. There was a woman called Penina. Kulikuwa na mama alikuwa anaitwa Penina. God had blessed her with children. Alikuwa amembariki na watoto. So this woman, Na huyu mama, the blessed one, huyu ambaye my God, amebarikiwa, the blessed one, huyu ambaye amebarikiwa, went to Hannah. alikuwa anaenda kwa Hana. That's why Hannah was crying. Na ndio maana Hana Because alikuwa every analia. day she was reminded. Kwa sababu kila siku alikuwa Every anakumbushwa. day she was reminded Kila siku alikuwa anakumbushwa of her lack. ya kwamba yeye hana. Some of you, Wengine wenu, though when we preach about Hannah, tunapohubiri juu ya Hana, the whole church is Hannah. kanisa yote ni Hana. We are all beating Penina. Sisi wote tunampiga Penina. But you are the Penina in the life of somebody. Na wewe ni Penina kwa maisha ya mtu fulani. Should we build the kingdom? Si tunajenga ufalme? When we preach about Daniel, Tukihubiri kuhusu Danieli,
Oh my God. The reason why Hannah went before God and she was crying, Sababu Hana alienda mbele za Bwana na akawa analia. instead of Peninnah Kuliko Penina telling her, God did it for me, kumwambia kwamba Mungu alinitendea. He will do it for you. Atakufanyia. Look at what He did. Ona vile amefanya. He will do it for you. Atakufanyia. That Alikuwa anaambiwa wewe hauna. is the church today. Hiyo ndio kanisa ya siku ya leo. We use our blessings Tunatumia baraka zetu to persecute. Kutesa. My God. My God. Mungu anakuinua. The Lord raises you up. Unatumia hiyo baraka You use that blessing to persecute the kingdom. kutesa wengine katika ufalme. My second example as I finish. Mfano wa pili ninapoelekea There was a kumaliza. man called Daniel. Ni ya kwamba kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Danieli. Oh, everybody in the church is Daniel. Kila mtu sasa kanisani ni Danieli. He had 4 fellow governors Alikuwa na magavana wanne who decided this man must die. walioamua ya kwamba huyu mtu lazima akufe. Can I surprise you? Na They were nikustue also governors. ya kwamba pia wao walikuwa Shida yao magavana. ilikuwa nini? What was their problem? And that's how Daniel ended in the lion's den. Na hivyo ndivyo Danieli alienda katika tundu la Many of simba. you see the lion's den. Watu wengi tunaona tundu la simba. I see the men who decided to work against God. Ninaona wale ambao waliamua kufanya kazi kinyume na Mungu. Some of us, when we read about Joseph, Wengine tukisoma kuhusu Yusufu, everybody is Joseph. kila mtu anakuwa Yusufu. But we have family members. Lakini tuna watu wa jamii We are persecuting like the brothers of Joseph. ambao wanatesa kama madugu wa Yusufu. So they know you are a Christian, Kwa hivyo wanajua wewe ni Mkristo, but they can never associate with your God. lakini hawezi kujihusisha na Mungu wako. But every Sunday we are preaching. Na kila Jumapili tunahubiri. My God. Hallelujah. Muraigua. Mnanisikia? David in the lion's den Daudi katika tundu la simba was because of his Danieli. fellow governors. ni kwa Daniel. sababu ya wale magavana. Joseph in prison Yusufu katika gereza was because of a woman. ni kwa sababu ya mwanamke. Shadrach, Meshach, and Abednego Shadrach, Meshach na Abednego was because of men. ni kwa sababu They ya were watu. not in the fire just because. Hawakukuwa kwa moto tu kwa sababu. Some of us, Wengine wetu we have pushed people into the fire. tumesukuma wengine kwa moto. And this is the truth. Na hii ni kweli. So though we preach, Hata kama tunahubiri, they will never want our God. hawatampenda Mungu wetu. Though we preach. Hata kama tutahubiri. Meanwhile, Kitambo tu. do you know the most effective way of preaching? Unajua njia mwafaka sana ya kuhubiri? Kindness. Huruma. Kindness. Otana. Ukarimu. Yes, ukarimu. Ukarimu. My words will never be as powerful Maneno yangu hayatakuwa na nguvu kutosha as your action towards somebody. kama matendo yako kwa mtu. Can I tell you the reason I'm preaching here today? Nikwambie kwa nini ninahubiri siku ya leo? When I was in college, Wakati nilikuwa katika college. hii nitasema na Kiswahili. This one I'll say in Swahili. Kulikuwa na mama moja ile plot nilikuwa ninakaa. There was one woman in the plot that I was staying in. Alikuwa na kibanda. And she had what is kibanda? Kiosk. Alikuwa na kiosk. This woman Huyu mama was not wealthy. hakuwa na mali nyingi. But when she saw that sikuwa naenda kanisani every Sunday, Lakini wakati aliona siendi kanisa kila siku, ni pale mtu wa Nibs mnajua matangi. This woman decided huyu mama akaamua every Sunday kila Jumapili she will be giving me 30 shillings atanipea 30 bob to go to church. so that I can go to church. The reason I'm preaching to you today Siku ambayo sababu ambayo ninakuhubiria is siku ya because leo of a woman ni kwa sababu kulikuwa na mama who decided every Sunday ambaye aliamua kila she Jumapili will give me 30 shillings atanipatia 30 to bob go to church. niende kanisani. 30 shillings. 30 bob. How many people with the wealth that you have, Ni watu wengi kiasi gani with the car that you na have, pesa zenye uko nayo na can gari come yenye to uko church? nayo ambao wanaweza kuja kwa kanisa? can come to church? If you tell a young man every Sunday, Ukiambia mtu kila fare Jumapili na lunch, kijana mdogo mwambie kila Jumapili bus fare na raji. meanwhile before God sisi wote ni wazuri.
Sisi before God we are all good. But God is asking, why did I bless you? But the Lord is asking, kwa nini nilikubariki? Why did I bless you? Nilikubariki kwa nini? Do you know somebody you can give 30 shillings? Unajua mtu ambaye unaweza pea 30 bob. Alafu nikatoka nikaenda campus. And then I left that place na nikaenda campus university. Yes. Tulikuwa tunakaa sana kabla tuone chai ya maziwa. We were staying for a long time before we found good milk tea. One of my friends anaitwa Peter. Na rafiki yangu mmoja anaitwa Peter. Akaniambia kuna kanisa on the other side wanapikaga chai ya maziwa na biscuit every Sunday. Told me there is a church at the other side of the school that they normally give tea and biscuit every Sunday. I told my brother our time has come. Nikamwambia wakati wetu umefika. Because of that tea. Kwa sababu ya ile chai. Every Sunday. Kila Jumapili. In fact, we became ushers. Tukakuwa asha. So that we can serve the tea. So that tupeanange sisi chai. How many people can come to church? Ni wengine wangapi wanaweza kuja? If one woman here kama mama mmoja hapa can just decide to give us milk. Anaweza amua kutupea maziwa. I'm not saying literally, but what can you do? Sisemi hivyo kiasili, lakini ni nini unaweza fanya? It is such as you have. Ni kile ambacho uko nacho. That you give. Unaweza peana. Silver and gold I do not have. Fedha na dhahabu sina. What I can do is to preach. Lakini kitu naweza fanya ni kuhubiri. But what do you have? Na wewe uko na nini? What do you have? Wewe uko na nini? What can you do? Wewe unaweza fanya nini? With what you have. Na kenye uko nacho. If you cannot do anything. Kama huwezi fanya kitu. Just defend the love of God. That is enough. Upendo wa Bwana, hiyo inatosha. When people encounter you, let them see love. Watu wakikuona waone upendo. Zile punda mingi watu wameitwa ni Wakristo. So many people have been called donkeys, Christians. Tunaweza ona hapa kama jina umbwa haiwezi toka hapa. We think that we cannot find the name dog around here. Pasi ulinipea kazi. Pastor, you gave me. Atusukume kidogo. You gave me some work. Let me push a bit. Hallelujah. Hallelujah. So we want to build the kingdom. Tunataka kujenga ufalme. For such a time as this. Kwa wakati kama huu. Words are not enough. Maneno hayatoshi. Our lives must join the campaign. Maisha yetu lazima iungane na ile campaign. Our lives must join the campaign. Maisha yetu lazima iungane na ile campaign. As I talk about love. Ninapoongea juu ya upendo. There is somebody to model. Kuna mtu ambaye anaumba. As I talk about the kindness of God. Nikiongea kuhusu huruma za Bwana. There is somebody to model. Kuna mtu tunajenga. As from today. Kutoka siku ya leo. Don't just count your blessing. Usihesabu tu baraka zako. Be the blessing that somebody will count. Wewe kuwa baraka ambayo itahesabiwa na mwingine. That today. Ya kwamba siku ya leo. Father, I thank you. Baba ninakubariki. Because I met so and so. Kwa sababu nilikutana na huyu. That's how we build the kingdom. Hivyo ndivyo tunajenga ufalme. Easily and effectively. Maisha rahisi na inawezekana. I learned something from nature. Nilisoma kitu kutoka kwa asili. Maumbile. Maumbile. Maumbile agatirega. Alketothi na nature. Haya, nilisoma kitu kutoka kwa nature. Anything God created. Kitu chochote ambacho Mungu aliumba. Was not for itself. Haikuwa ni kwa sababu yake. Ukichukua mti ya avocado leo. Ukiona mti ya avocado. The avocados do not benefit the tree. Avocado haisaidii hiyo mti. It is for everybody else. Ni ya watu wengine wote hapa. The reason why God will give you gifts and fruits. Kwa nini Mungu atakupatia vipawa na matunda? Is that your gifts and fruits. Ni kwa sababu matunda yako na vipawa. Is a benefit to somebody. Ni faida kwa mtu. Everything God created. Kila kitu ambacho Mungu aliumba. The soil is not for the soil. Mchanga sio wa mchanga. The tree is not for the tree. Mti sio wa mti. Everything for something else. Kila kitu ni ya kitu kingine. Every blessing God has placed in your hands. Kila baraka ambayo Bwana ameweka katika mikono yako. Is because he has a responsibility for it. Ni kwa sababu ako na jukumu nayo. As from today may nobody cry. Kutoka siku ya leo mtu asirie. Because of the pain you have taken them through. Kwa sababu ya uchungu au umempitishia. And we will repent. Na tutakiri, tutatubu. Because there is somebody in a church somewhere. Kwa sababu kuna mtu kanisani saa hii mahali pengine. Crying as Hannah. Analia kama Hana. Crying as Daniel. Analia kama Danieli. Crying as Joseph. Analia kama Yusufu. Of what Potiphar has done. Kwa vile Potiphar amefanya. Of what Penina has done. Kwa vile Penina amefanya. Of what his brothers have done. Kwa vile madugu zake wamefanya.
Kuna mtu aliniambia, man of God, Somebody told me, man of God, preach at all times, hubiri kila wakati, but only use words where necessary. lakini tumia maneno mahali inastahili. Acha nirudie tena. Let me repeat. People of God, Watu wa Mungu, preach at all times, hubiri kila wakati, but only use words lakini tumia maneno peke yake. where necessary. Mahali lazima utumie maneno. I want now to be. I want us now to be still in the presence of God. Nataka tutulie katika uwepo wa Bwana. Because the reason the church is being persecuted is because of us. Ni kwa sababu kanisa linateseka siku ya leo, ni kwa sababu yetu. Instead ya mwenye ameanguka tunamshikilia. Kuliko mwenye ameanguka tumuinue. Sisi ndiye nyundo. We are the hammer. Rise up on your feet. Tusimame kwa miguu yetu. Before I came to talk about prayer, I needed to talk about this. Kabla nikuje kuongea kuhusu maombi, nilitaka niongee juu ya hii. Because everything we will ever do, Kwa sababu kila kitu ambacho tutakifanya, rest on the sermon I've given you today. Itakalia mahubiri ambayo And that's why the nimekufundisha Bible siku ya says, leo. go unto the nations. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba endeni kwa ulimwengu. It is where you are. Ni pale tuko. God has blessed you Bwana amekubariki for the needs around you. kwa sababu ya mahitaji ambayo yamekuzunguka. There is a woman in this church crying because of school fees. Kuna mama katika kanisa hili ambao anaomba kwa sababu ya karo ya shule. But the answer is still here. Lakini jibu liko tu hapa hapa. There is somebody crying because of his business. Kuna mtu analia kwa sababu ya biashara But the yake. answer is still here. Na majibu iko hapa hapa. Can we take a moment and repent before God before we declare blessings? Tunaweza chukua muda na tutubu mbele za Bwana. If you have ever made kabla anybody tuamrishe cry, baraka. Kama umefanya mtu alie, you know what happened to Cain? unajua kilichofanyika kwa Cain. Mungu alimwambia, the blood of your brother Alimwambia kwamba damu ya ndugu yako is still crying out. inalia. There are tears of a young man, of a young woman somewhere. Kuna machozi. The reason ya why kijana they are ama crying. msichana, sababu wanalia. Oh my God. Take a moment. If you can repent, Chukua this is nafasi. your moment. Kama unaweza tubu, hii ni wakati wako. Take a moment, take a moment, take a moment. Take a moment, take a moment. My God, my God, my God. My God, my God, my God, my God. My God, my God, my God. Abba Father, Abba Father. Zina mando veliza diateli. Zito veli kainda varaze keteli barando veli. Ikadabando voros keteli barande veli. Ikatando voroza diekeli. Inande vereza liatoveli barande kezia teli borozali. Inde banzole ladi andeza likatevi. Likazali vorodeli manande voros. Ikalambo roseli manandi velia. Ekatande voroza ketevile marandi. Inazole bereza lia kali ekatali malindo velika zadie elazalo velika parande veliza inaloze lika yade veliza lia. Oh my God, my God. Father, we have brought so much pain. We have brought so much pain. Bwana, tumepitizia watu We wengi have katika brought so uchungu. much pain to Tumeleta your people. uchungu mwingi kwa watu wako. Father, oh God, help us. Bwana tusaidie. Help us, help us. Tusaidie. All we want is your mercy. Tunahitaji neema yako. All we want is your mercy. Tunahitaji fadhili zako. All we want is your mercy. Tunahitaji fadhili zako. All we want is your mercy. Tunahitaji fadhili zako. My God, people are crying because of us. Watu wanalia kwa sababu yetu. Though every Sunday we are raising our hands. Bwana My tuokoe. God, my God, my God. Have mercy on us. Tuhurumie. Have mercy on us, my God. Tuhurumie mfalme. Yu mwema, yu mwema Yesu, yu mwema, yu mwema
Yesu, yu mwema, yu mwema Yesu, yu mwema, yu mwema Yesu, yu mwema, yu mwema Yesu, yu mwema, yu mwema Yesu, oh yu mwema, yu mwema Yesu. Dear Lord and dear Master, we thank you. Baba tunakushukuru. We thank you because your word says that, Father, Lord, you are merciful. Tunakushukuru kwa sababu neno lako lazima And if your people who are called by your name na kwamba watu ambao wanaitwa na jina lako will humble themselves wakinyenyekea and pray na waombe and seek your face na watafute uso wako and repent, na watubu, Father, you will hear them from heaven utawasikia ukiwa mbinguni and you will heal their land. na utaponya nchi yao. Father, Lord, we repent Baba tunatubu of every action contrary to your word, kila jambo bado tumelifanya of bado ni every kinyume na neno action lako. contrary to your Kila love. kitu ambacho tunafanya And as from kando na today, mipango Father, yako. Na kutoka give siku us ya the leo, grace. tupatie neema, Give us the grace. tupatie neema, Give us the grace. tupatie neema, Give us the wisdom. tupatie Give us the grace. tupatie hekima, Give us the wisdom. tupatie hekima Father, Lord, to be a blessing. ili tuweze kuwa baraka In Jesus' mighty name. katika jina la Yesu. And Father, Lord, I declare your blessings. You are able to bless, you are able to lift, you are able to save. Father, remember somebody here and bless them, my Father. Bless them that they, as from today, they have decided. They have committed to be a blessing. And Father, Lord, as from today, I declare your blessings upon them. I declare your blessings upon them. I declare your favor upon them. I declare your goodness upon them all the days of their lives. Father, Lord, we thank you and we praise you in Jesus' mighty name. Amen. Before I yield the mic, Kabla nirudishe kipasa sauti, you are here uko hapa and you want to give your life to na Jesus. unataka kupeana maisha yako kwa Yesu. Probably there is something that you have heard Labda kuna kitu ambacho umesikia and you realize that you are of a different kingdom. na ukasikia na ukahisi ya kwamba wewe ni wa ufalme tofauti. Instead of building, you are destroying. Kuliko kujenga unaharibu. And you want to give your life to Na Jesus. unataka kupea maisha yako Kristo. Kuna mtu anauliza, pasi unaweza niombea niokoke? Is there somebody asking, can you pray for me? I want to receive Christ. And I'm here asking, kwani mi hudu? na mimi niko hapa nauliza, why am I here? If you want to give your life to Jesus, come. Kama unataka kutoa maisha yako kwa Yesu, Come to the Father. kuja kwa Baba. Come to the Father. Kuja kwa Baba. Come to the Father. Kuja kwa Baba. Oh my God, my God. It's only because of time. Kwa sababu muda ni mchache. We bless his name. Tunabariki jina lake. As from today, your marriage can be peaceful. Kutoka siku ya leo ndoa yako inaweza kuwa kwa amani. If you both decide to bless one another. Nyinyi mkiamua kubarikiana. Our church can be different. Kanisa letu linaweza kuwa tofauti. If we all decide to bless one another. Sisi wote tukiamua kuwa baraka kwa mwingine. We will change this kingdom. Tutabadilisha huu ufalme. For the glory of God. Kwa sifa na utukufu wa If we all Bwana. decide to be a blessing. Sisi wote tukiamua kuwa baraka. In Jesus' mighty name. Katika jina kuu la Yesu Kristo.